chini ya taasisi ya wake wa marais wa Afrika inayoshughulikia maendeleo OFLAD, sambamba na kilele cha kambi yetu ya 4 ya matibabu ya afya bora, maisha bora. Hili ni tukio muhimu la kihistoria, kwani Tanzania imekuwa ni nchi ya 22 kuzindua kampeni hii kati ya nchi 54, ambapo kwa mara ya kwanza wake wa marais kutoka mataifa mbalimbali wakiwemo dada zangu kutoka nchi za Umoja wa Afrika Mashariki, Burundi na Kenya kushuhudia na kushiriki katika azma yetu ya kuhakikisha afya na ustawi wa jamii zetu unaboreshwa kwa misingi ya usawa na ujumuishi. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, kama ilivyopangwa kwenye ratiba yetu kuwa pamoja na zoezi la kuhitimisha kambi yetu ya siku 4 na leo 500, pia uzinduzi rasmi wa kampeni ya Uyaiko, ikiwa ni kampeni ya kipekee inayoongozwa na wake wa marais, inayolenga kupaza sauti kuhusu usawa wa kijinsia, haki za wanawake na watoto, na umuhimu wa ujumuishaji wa makundi yote katika sekta ya afya, elimu, kupinga ukatili wa kijinsia na kuwawezesha wanawake kiuchumi ili kuchochea maendeleo ya kijamii. Kambi hii ni mfano hai wa juhudi zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na taasisi yangu ya Zanzibar Maisha Bora Foundation katika kuunga mkono juhudi za kampeni hii ya #Uyaiko, kwani imekuwa ni one stop center ya kupata huduma zote muhimu zinazohitajika katika kuimarisha ustawi wa jamii. Huduma hizi ni pamoja na huduma za kibingwa za upasuaji, huduma za elimu ya lishe, huduma za afya kwa ujumla, huduma za kiafya zinazotokana na ukatili wa kijinsia, pamoja na huduma zinazowezesha wanawake wakulima wa mwani kupata masoko ya ndani. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, napenda niwape historia kidogo ya kambi hii niliyoianzisha ya matembezi ya kilomita 5. Kama mlivyosikia katika video yetu, kwa kweli takriban miaka 2 iliyopita tulikuwa tukitembea na jamii kila Jumamosi ya mwisho wa wiki. Kwa madhumuni makubwa yalikuwa ni kufanya mazoezi na kuweka taifa la watu wenye afya. Lakini tulipokuwa tukizidi kutembea, tuliona tunakuwa na watu wengi zaidi. Tukasema lazima ili hii kampeni yetu ya kuhamasisha ufanyaji wa mazoezi iwe kwenye level nyingine ya kuhamasisha sasa si tu mazoezi lakini na afya zetu, tuweze kupima afya zetu. Hilo hasa ndio lilikuwa chimbuko mpaka leo hii. Mnaona kambi hii ni kitendo cha kuanza kufanya tu mazoezi, kikakuwa tukaongeza na huduma za afya. Sasa hivi tumeongeza na huduma za dawati la jinsia liko pale, masuala yote ya udhalilishaji, masuala ya nutrition, masuala ya utoaji wa miwani, kupima macho, kupima saratani, masuala yote ya preventive care yameingia. Kwa hiyo ndio chimbuko zima niseme kwa ujumla ya kambi hili, lakini yalianza tu kwa swala moja la kufanya mazoezi. Tumeshuhudia mafanikio makubwa ya kambi hizi kama ilivyoelekezwa au tulivyoelezwa na afisa mtendaji wa taasisi yangu, katibu mkuu wa afya, pamoja na waziri wa afya pia ameongelea tija na mafanikio ya kambi hii. Pamoja na ile klipu tuliyoonyeshwa, tumeona kambi ilivyoweza kumfikia binti yule aliyekuwa na matatizo ya moyo, na tatizo lake kubwa lilikuwa ni uwezo wa kufika kwenye matibabu Dar es Salaam, na taasisi yangu ilimwezesha, na mpaka leo tunaona anaendelea
na maisha yake kwa amani na furaha, na mimi nimefarijika sana. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, kwa msingi huo kambi zetu za afya bora maisha bora imekuwa historia kwa kuhudumia wananchi wapatao, tumesikia hapa takwimu, takriban tumeshawafikia watu 21,000 na zaidi, lakini kwa kambi hii ya 4 naona tumewafikia watu takriban 5,000 hadi kufikia sasa, huku tukizingatia huduma za afya jumuishi kwa watu wa makundi yote, hususan wanawake, watoto, vijana na watu wenye ulemavu. Kambi hii kipekee imeongeza huduma mbalimbali kwa kuzingatia maeneo mapya ya matibabu kama vile uchunguzi wa saratani ya tezi dume, uchunguzi wa urolojia, pamoja na kuendelea kutoa elimu ya afya na lishe ili kupunguza magonjwa sugu yasiyoambukiza. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wageni wangu, dada zangu, Mheshimiwa Mama Rachel Ruto na Mheshimiwa Mama Angeline Ndayishimiye kwa kuniunga mkono katika uzinduzi wa kampeni hii. Pia Bi Angela Adeola Bali, mwakilishi wa mke wa rais wa Nigeria, na Mheshimiwa balozi wa Angola. Vile vile nina salamu kutoka kwa Mama Tsutsi Mumba ambaye ni mke wa rais wa Namibia, ambaye ameshindwa kuja kutokana na msiba wa kitaifa uliotokea nchini kwao. Kwa hiyo naomba mpokee salamu kutoka Namibia pia. Bila kumsahau Dr. Nados ambaye ndiyo injini ya taasisi ya wake wa marais wa Afrika katika kuhamasisha na kuhakikisha tunafikia maendeleo ya pamoja barani Afrika. Napenda pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa washiriki wetu wakuu, Wizara ya Afya na uongozi wa mkoa wa Kusini na wilaya ya Kusini, ambapo wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha huduma hizi zinapatikana. Shukrani hizo pia ni kwa taasisi za serikali na makampuni binafsi kama Seifi, Al-Rahma na taasisi mbalimbali. Mtendaji mkuu amezitaja zote, sina haja ya kuzirudia, lakini mfahamu kwamba kutuunga mkono huku tunasema asante sana, na tuko pamoja katika kuboresha afya za wananchi. Aidha, kipekee ni kwa dhati ya moyo wangu natambua juhudi kubwa za madaktari, wauguzi, wahudumu wa afya ya jamii pamoja na wataalamu wa sekta mbalimbali waliojitokeza kwa dhati kuhudumia wananchi katika kambi hii. Madaktari wangu, asanteni sana. Uzalendo wenu na kujituma kwenu kumechangia na kuleta mabadiliko makubwa kwa maisha ya watu wetu, na kwa hilo ninarudia tena, sina neno zuri zaidi ya asante, na Mungu aendelee kuwabariki. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba nimalizie kwa kutoa wito kwa wananchi wote kwamba leo hii tunapozindua kampeni ya #YaIko, niwatake kila mmoja wetu kuendelea kupaza sauti dhidi ya ukosefu wa usawa, ubaguzi na udhalilishaji wa kijinsia na changamoto zote zinazokwamisha maendeleo ya wanawake na wasichana katika jamii yetu, nchi yetu na bara la Afrika. Kwani maendeleo hujengwa juu ya msingi wa haki, fursa sawa na heshima. Naomba nirudie hapa. Maendeleo hujengwa juu ya haki, fursa sawa na heshima kwa wote. Mwisho kabisa, kwa heshima kubwa, natamka kuwa kampeni yetu ya #YaIko Tanzania imezinduliwa rasmi. Na kambi yetu ya 4 ya matibabu ya afya bora maisha bora imefungwa rasmi. Afya bora, afya bora. Asanteni sana kwa kunisikiliza.